Mambo. Hope mko poa. Yes. Watu wangu of late sijakuwa nikijibu maswali, nimekuwa niko bit occupied na vitu mob. Niko na maswali mingi sana zenye nafaa kuwa najibu, nimekuwa nikiulizwa. So nimekuwa nikiekelea video after video, but sijakuwa na time ya kuweza kuanalyze maswali alafu nizijibu of late. But kuna swali yenye nimekuwa nikiulizwa, na the reason niko naangalia swali jana, niko nimeulizwa na watu kadhaa wenye wako hapa Dubai, wengine wako, kuna mmoja ako Qatar, mwingine ako Kenya. And it ni swali iko bit concerning sana watu wangu. It regarding mtu aliuliza kwa nini watu wenye wanaletwa na kazi huku Gulf agency, in case of anything they don't do follow ups. Yes, so wacha ni siku kujibu kuna kwa message, but nitakujibu hapa so that maybe kuna mtu mwenye ako ashaiko na swali kama hiyo, but hajaipata mtu wa kumjibu. Lakini ile kitu ya maana unafaa ujue ni moja, hawa most of the agents wenye kwa Kenya wanaletanga watu huku Gulf, wanapeleka watu whatever, but hapa Gulf sana huko Saudi ama hapa Doha, most of them, kwanza hizi kazi za za wafanyikazi kwa nyumba, hawananga contract, okay, hawananga contracts, just juu hivyo. The only thing wanakuanga nayo ni agreement, a certain agreement. Hii agreement inakuanga it's an exchange of something. Wewe nakupea zako, alafu nipatie mtu akafanya kazi kule, wewe tumemalizana. Sawa, done deal, shika do yako, history inaishia hapo. Hakuna ile contract, because if there is a contract, that means there will be a follow up. Hakuna a certain document yenye inaweza kuwa used in a court of law ama itumike against mtu mwenye ameenda against the contract, you know. Lakini inakuanga sometimes na feeling it's like a verbal agreement. Most of the ni ukweli ni verbal agreement. Watu wangu 2 days before May ishe, kuna kesi kubwa sana hapo Saudi, lakini of course ishaisha. Kuna msichana Mganda, right? So sijui alifanyana aje, I think akaanza kupigana na mkubwa wake whatever, and akadungwa kisu hapa, right? Hangeweza hata kuongea. Najua kuna watu wameona video but hawajajua nini imehappen. Alidungwa kisu hapa, okay, na alikuwa amestabiwa tena. Huyu msichana alibleed akakufia kwa nyumba, akachukuliwa akapelekwa huko kwa morgue na history kaisha. I think sahi bado wanafikiria watarudisha hiyo mwili aje and all this, you know. Watu wangu wala watu wakikufia huku ama huko mostly Saudi and there is no family members to claim them, what they do wanaskat mili yao hapa, which is so sad. And mostly nikiambia na mtu wako hapo Saudi, mostly inakuanga kwa Waganda, kwa sababu normally watu wao they don't follow up, you know. Unapata familia maskini kabisa, yani hawana na same case na Kenya, ina apply Kenya pia. Watu familia sometimes hawana uwezo. And then again, watu wangu, you need to know something, we don't have proper representation, and especially hapa Gulf. Mimi anytime I come across these cases za Saudi ama huko kama hizo, I normally blame Ministry of Foreign Affairs. Like kama kuna kitu Kenya tuko nao useless, watu wangu, ni ministry mbili, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Labor. Hawa watu wawili wao ndo wangechukuliwa wafanyiwe abduction na Samia Suluhu, wao ndo wangeenda huko. Umeget? By the way, ukweli, kwa sababu hakuna mtu mwenye ashai simama ka call out vitu kama hizi. You cannot do this to our girls, otherwise tutawasimamisha. Hakuna Mkenya ataki kuja huko. When it happened time ya Duterte huko Philippines, aliambia Kuwait hivyo, mkiendelea kufanya hivyo hakuna Mfilipino ataifanya kazi hapa. And they had to, you know, kutulia na kuanza take it easy, na wakaanza kuwatreat vizuri kama binadamu. Lakini hadi leo wasichana wetu watreatiwa kwa binadamu. Do you know how many cases of wasichana wetu wanakufa huko hivyo? Nikisema wetu namaanisha wa Afrika, wanauliwa
huko Saudi. Wao mwenye mnaonanga au wanawekwa so and so alikufia huko Saudi, most of them kama mshai notice ni wenye wanakuanga social media. So wakienda offline for some time, of course kuna watu wamekuwa kuwa follow, then watu wataanza kujiuliza nini. So when people start digging, mtu fulani aliendaje, then wana find out alikufa. So how many do you think wenye hawana social media wanauliwanga na no one knows? Alafu kuna watu hadi wa leo familia zilishawekwa hadi kwa TV. They try to follow up na watu wao wenye walipotelea huko. Hadi wa leo hajui wapata. More than 10 years. Wali give up. Probably mwili yao ilishadikuwa discarded huko. Maybe I don't know. So kwa wale, and every day kuna watu wenye yani they can't wait kufikisha miguu zao huko Saudi. People only think of the salary. Mimi nitapata hiyo 40 Gs, 50 Gs, 30,000, that's 5,000. But hakuna mwenye shei fikiria of what's required, the requirements zako zenye uko required. Like guys, unafikiria about pesa yenye utapata, but haujui what you'll go through ili upate hiyo do. Kila mtu nitasema aje, kila mtu anaignore hiyo part, the bigger part. Na hapo ndo shida inakuanga. Mimi sijalala for the last 18 hours, mimi sijalala, au mimi sikuangi nikilala, nalalishangwa kwa balcony, sijui nalalishangwa na wanyama huko, sijui nafanyiango aje. Yeah, because ukikuja hapa wewe mentality yako ilikuwa pesa. Haukuwa unafikiria kazi yenye unakuja kufanya. Wewe akili yako ilifikiria 40 Gs. Kabla upate hiyo 40 Gs, let me tell you, hiyo mwezi ya kwanza unafanya kazi, how many people wana texting? Unainua mikono unasema, what, wacha nikakufia kwetu. Kwa sababu unaenda unapatana na watu, familia zingine, sisemi wote, but unapatana na familia yenye wewe ikuoni kama binadamu kabisa. Walisha kununua, like I told you, inakuanga agreement. Shika hii doni patie mtu fulani, done. Alafu agent wangu alinileta huku achukuangi simu. Atachukuaje simu na haikuwa part of the contract? It was a verbal agreement. Shika hii nipatie mtu. Haizi follow up, ata follow up nani? Kwa nani? Blame you and kwa agent. Agent anaenda anazima simu, anaenda anazima hiyo kampuni, anafungua kampuni ya jina nyingine. And life goes on. Wewe unaenda unaumia, unachomwa huko, I don't know. Unahepa, unashikwa. Alafu you need to know, hizi familia mingi mostly huko hata Saudi, kila familia iko na one boy mwenye ni polisi. Kila familia lazima itoe polisi kwa kila, hiyo ni mandatory huko. Na wenye wako Saudi wanajua Kenya nasema. So unatesa, unasema mimi lazima nikimbie polisi. Unakimbia polisi, unapata mwenye una report kwake, kumbe ni kazi ni hiyo familia unafanyia kazi. So kesi inaisha. So mi kwangu mbilangu ni, you may not be destined to tambika huku Uarabuni. You can do so many things hapo Kenya. Hili utesekea hapo Kenya, at least out of 3 people wenye atakupita, at least mmoja atakusikia, atasikia huruma, atakusaidia. Hapa hakuna. Hapa hakuna mtu atakuhurumia. So before fikiria mimi nataka kwenda Saudia, fikiria mara mbili. It's very very important. Watu wangu, ni swali nilikuwa najibu about why agents they don't follow up na wale watu wanapeleka huku in case wajipate kwa mashida. Yeah, I hope nimekujibu. Nimekwambia ni a verbal agreement, hakuna contract wako nayo na hao Arabu. Anyway, God bless sana, keep on watching and every day keep on trying. Keep on trying apart from kazi za Saudi, right? And one day you never know.